nyingine, mwenyekiti, tuombe usimame sasa, angalau ukoleze kidogo kwa hii maelekezo haya, ili tuende ajenda yetu ya pili. Karibu sana mwenyekiti. Jamani, naona mimi sioni. Unajua katibu, kipindi wamekuja hawa watu nilisimama nikawaelekeza, lakini wewe hukuwepo, au si wewe jamani? Hukuwepo. Kwa hiyo niliwaelekeza kuanzia sababu, lengo la kuja hawa viongozi, hawa madaktari, nikawaelekeza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hiyo katibu, hiyo mada imeisha. Tuendelee na mada nyingine sana. CCM oyee! Ajenda yetu ya pili, mheshimiwa mwenyekiti, ujenzi wa nyumba ya mtumishi. Kama mnavyokumbuka wajumbe, tuna nyumba yetu ya mtumishi WT pale juu. Nyumba imeshaezekwa kila kitu. Tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge wetu, mama yetu kama sikoseo Kololo, amefanya kazi kubwa sana, na madiwani bana Stanzi wa Mbula na waheshimiwa madiwani hawa wamefanya kazi kubwa sana. Bila hawa madiwani wetu na mheshimiwa Anastasia wa Mbula tusingefikia pale tulipo na Ukololo naambiwa. Kwa hiyo kwa wanaowasiliana watupeleke salamu zao tukubwa mingi sana, shukrani nyingi kubwa sana, lakini pia tunaomba madiwani wengine watusaidie na waheshimiwa wabunge watusaidie ili nyumba ile iishe. Mwenyekiti, natumaini ulipewa majukumu ile nyumba iishe. Mimi sio msemaji leo, kitu cha kwako. Kwa hiyo naomba sasa uwaelekeze nyumba mtumishi, kwa sababu tunaendelea mpaka mwezi wa Oktoba hiyo imeshaisha. Karibu mwenyekiti. Jamani, kama alivyosema katibu, kila kitu kina mwenyewe, kila jambo lina mwenyewe. Nyumba ya mtumishi wenyewe ndio sisi. Ile nyumba hatuna mradi wowote, lakini mpaka kufikia pale sisi wenyewe tuliokuwepo humu ndio wa kwanza. Kama mkivuta kumbukumbu, tofari zetu tulifyatua sisi wenyewe hapa. Mnayo kumbukumbu hiyo? Sisi wenyewe. Lakini mpaka kufikia hatua ile tulianza kukamwana sisi wenyewe, mwenyekiti na katibu, shilingi fulani, na baraza lako kijijini kwako shilingi fulani, tukaenda mpaka madiwani, tukaenda mpaka ndo wabunge, lakini tulianza sisi wenyewe. Nitakushangaa sana mjumbe wewe ambaye umekaa miaka 5 ukasema si hakuna kifanya. Sio mtu mwingine anasema baraza lile hakuna, wewe ukatalie ile nyumba wewe mwenyewe umejenga kwa mchango wako sana. Mpaka kusimama pale, lakini tuliowakamua pia mpaka kutoka, baada ya kutoka maziwa inatoka damu nyekundu madiwani wetu. Wallahi sitakuwa mnafiki. Sitakuwa mnafiki. Sitaki, naogopa huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, lazima niseme kweli. Katika watu tuliowakamua mpaka tukaona na hila madiwani wetu. Madiwani wetu. Lakini tukavuka kwa wadau. Tulipeana kazi hapa. Wewe pigia faili unafikania, pigia elimu wewe bwana, muombe msaada huo. Wewe elimu naye, mimi nacheka naye, pigie simu. Bwana mbunge wewe, hapa ndo mpaka tukafanikisha jengo lile pale. Jamani, tujipongeze. Kwa kadiri hiyo. Kwa hivyo basi tumepewa maagizo. Ile nyumba hatujaimaliza. Mwezi wa 10 Chatanda anaanza ziara za kukagua majumba, anahakikisha majumba yote ya utumishi wameingia ndani kukaa. Katika kutolea taarifa, nyumba yetu sisi tumeambiwa ipo karibu kuisha. Yaani kwamba kila kitu tayari ipo karibu kuisha, na mama Chatanda anasubiri kwanza Ramadhani ipite aanze ziara. Nyumba gani iko karibu kuisha? Nyumba gani inachimba msingi? Nyumba gani imeisha? Na nyumba gani ameingia mtu? Tumepewa majukumu hayo.
Kwa hiyo jamani, ajenda ya ujenzi wa mtumishi, nyumba ya mtumishi inarudi tena mezani. Wembe ni ule ule. Tunafanyaje ili nyumba iishe? Tubadilishane mawazo hapa, ili na sisi tutoboe, ili baadaye na sisi tupate cheti. Isiwe tumepata tu cheti cha upongezi kwamba tumefanyisha uchaguzi umepita salama, tena wilaya na nyumba imeongoza, na cheti chetu cha pongezi iki hapa. Iko hapo wenyewe madiwani hao, kamati ya utekelezaji wale wa mkoani ni mashahidi. Iki cheti tumepewa kwa upongezi katika wilaya iliyofanya vizuri, haina mtetemeko wala makokoreka, ni wilaya ya Nanyumbu imefanya vizuri.